Kama waandishi wamerekodi hiyo habari, maana yake itarushwa. Na kama itarushwa, maana yake itamfikia mwekezaji. Na kama itamfikia mwekezaji, lazima itaturudia sisi. Sasa ni nini kinachoenda kutokea? Wote tutaonekana wazembe. Na hizi habari zikimfikia mkuu wa mkoa au wa wilaya. Okay guys, natumaini wazima wa afya. Leo tena katika banda la movies tupo na mwana Chado Master katika movie yake ya Pressure episode ya 82. Mtu wa Mission Impossible kaja na chuma lake ili hapa linaitwa Pressure. Tupo hapa kwa ajili ya kwenda kuangalia makosa yaliyojitokeza katika episode ya 82 katika kitu anachokiita Pressure. Okay guys, bila kuchelewesha muda tuende moja kwa moja tukaangalia kosa la kwanza limepatikana hapa. Salma, na kuuliza kwa mara ya mwisho. Guys, hili ni kosa kubwa sana kwenye upande wa movies. Guys, ukiangalia vizuri hii video, kuna mtu kaonekana ambaye sio muhusika kabisa na ni ndani humo. Huyo anayeshoot movie hapo, sijui kuna director ambaye yuko hapo pembeni. Kama wewe angalia vizuri, umeona ile koti? Umeliona ile koti? Basi kuna mtu hapo ameonekana ambaye sio muhusika. Ukitaka uamini vizuri, angalia kuna moja nitakuwekea single hapa mbele. Angalia vizuri hiki kipande hiki. Kuna mtu kaonekana sio. Okay guys, angalia hapa. Hicho hapo umeona guys. Kwa hiyo hili hapa ni kosa kubwa sana ambayo limetokea katika movie hii hapa hii. Mtu kaonekana ambaye sio muhusika. Yaani watu walioshika labda boom mic wanaenda kuonekana afu yani hawapo kwenye uhusika. Hapo kidogo wamekosea. Ni kosa kubwa sana kwenye upande wa movies guys. Mtu sio muhusika kaonekana ameshika boom mic, ameshika light sijui nini. Hili ni kosa kubwa sana guys. Bila kuchelewesha muda tuende katika kosa la pili limepatikana hapa. Mwenyekiti amekuwa ni katili kwa wananchi wake. Mwenyekiti anatunyanyasa sisi. Mwangalia mashamba yote haya, mwenyekiti anajimilikisha na kuwa ya kwake. Kivipi yani? Ukijaribu kuzungumza kidogo basi unaonekana ni mbaya, wanakuandama nusu kukua. Mimi nimepigwa nusu ni uwawe kwa sababu ya maeneo yangu. Twende sawa guys. Hili hapa ndo kosa la pili. Hivi viwanda tumeambiwa ni viwanda vipya ambavyo ndo kwanza vinajengwa, vijaanza hata kufanyiwa kazi. Ukiwa banda la movie lazima uwe unatafsiri vizuri na uwe unafuatilia vizuri kabisa. Ukitaka uangalie guys hapa kwa tafiti zangu nimekuja kugundua kuwa hivi viwanda sio vipya. Nimegunduaje kama sio vipya? Uangalia vizuri background ya nyuma aliko huyu jamaa. Nyuma kabisa kule ndani kule. Unakuja kugundua kama hadi rangi imechubuka. Umeona rangi imechubuka, yani kuonesha kama vilikuwa vimeanza kutumika muda sana. Kwa hiyo hapa kidogo kwenye location wametuchapa, tumeonyeshwa kama viwanda ni vipya wakati sio vipya. Ukiishia hapo tu, hata eneo ambalo ni mashamba hapana, nyuma viwanda kule kuna nyumba nyingi tu zimejengwa. Kwa hiyo hapo tayari wametudanganya. Okay guys, usisahau kusubscribe, kucomment pia na kulike.